Serikali imetangaza kushirikisha sekta binafsi kuwekeza katika uendeshaji reli hasa kwa treni ya mizigo pamoja na ujenzi wa miundombinu mingine muhimu. Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na waandishi wa habari nje ya ukumbi wa Bunge jijini Dodoma baada ya Bunge kupitisha bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2025-2026 na kusema tayari serikali imetunga sheria ili kuhakikisha sekta binafsi inashiriki katika ujenzi na uendeshaji wa miradi hiyo mikubwa ya kiuchumi. Au jambo muhimu la kulijua, bila private sector, sekta ya uchukuzi, sekta ya miundombinu haiwezi kuendelea. Kwa kulijua hilo, kwenye SGR tumetunga sheria hapa bungeni ya open access ya kualika private sector waje wafanye kazi kwenye SGR, hasa uendeshaji kwenye usafiri wa mizigo. Na mwisho wa mwezi wa Juni tutaanza usafiri wa mizigo kutoka Dar es Salaam Dodoma. Nachukua nafasi hii kualika private sector sasa waje wawekeze kwenye uendeshaji wa treni ya mizigo. Bila private sector hatuwezi kwenda. Mmeona matokeo kwamba bandari inafanya vizuri, kule Katavi sasa hivi kuna kampuni ya Kichina inajenga meli 4. Haya ni mabadiliko makubwa. Bila mabadiliko ya kwenda na private sector bado tutachelewa sana. Kwa vile ujumbe tu wangu mimi kwa Tanzania, tubadilike sasa, tuangalie private sector kama ndio engine ya maendeleo ya nchi yetu. Waziri Mbarawa amesema uamuzi ambao ulifanywa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan katika uwekezaji wa bandari umeleta mabadiliko makubwa katika ukusanyaji wa mapato. Mheshimiwa Rais amepongezwa sana hasa kwa mradi wetu wa SGR. Pili, na kwa mradi wetu wa uendeshaji wa bandari. Kama mnavyofahamu, miaka miwili ilikuwa maneno mengi sana hapa, lakini leo sote tumeona kwamba uamuzi uliofanywa na Mheshimiwa Rais kuhusu kuleta waendeshaji binafsi umeleta matokeo chanya. Ndani ya miezi 8 bandari imeweza kutengeneza karibuni trilioni 1 zaidi, trilioni 1.1. Kabla wawekezaji wale ilikuwa tuna makusanyo ya forodha yote ilikuwa trilioni 7.01. Sasa hivi imefikia trilioni 8.21. Haya ni mabadiliko makubwa ndani ya miezi 9 samahani. Tunaamini huko mbele tutegemee kupata matokeo chanya zaidi kuliko hapa. Hilo la kwanza. Pili, SGR kama mnavyojua, kila mbunge leo aliyesimama pale anazungumzia SGR na ametupongeza. Ilikuwa sio maamuzi rahisi, lakini Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa na leo matokeo tumeyaona. Nyote hapa mmekuwa mashahidi mnapanda SGR. Naomba niwahakikishie wa Tanzania vipande vilivyobaki tunaenda kuvijenga kwa spidi sana. Kwenye bajeti hii tumetenga takriban trilioni 1.8 kwa ajili ya kusukuma zaidi kipande cha Makutopora Tabora, Tabora Isaka, Isaka Mwanza, Tabora Kigoma, Uvinza Msongati, ili kuhakikisha kwamba treni yote baada ya muda itakuwa imekamilika 100%. Kuhusu shirika la ndege nchini, Waziri Mbarawa amesema upande wa shirika la ndege mumeona kwamba shirika letu la ndege changamoto zilikuwepo, lakini kwa asilimia kubwa sasa zimepungua. Na kwenye bajeti hii tumetenga takriban shilingi bilioni 246 kuhakikisha kwamba tunaenda kununua ndege mpya na tunaboresha mambo mengine kwa ajili ya Tanzania. Kwa sekta ya viwanja vya ndege hatukuacha hapo. Viwanja vya ndege ni muhimu sana kwa sababu viwanja vya ndege ndio wageni wetu wanaingia. Viwanja vya ndege ndio vinakuza sekta ya utalii Tanzania. Na kwenye bajeti hii tunakwenda kwanza kuboresha kiwanja cha ndege cha Dar es Salaam Terminal 2. Tunaenda kujenga kiwanja cha ndege, tunaenda kuboresha kiwanja cha ndege cha Arusha, tunaenda kuboresha kiwanja cha ndege cha Lindi, Mtwara na maeneo mengine ili kuhakikisha kwamba Watanzania sasa wanafaidi usafiri wa anga. Na kwenye bajeti hii tumetenga takriban bilioni 87 kwa ajili ya viwanja vya ndege. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa shirika la reli nchini TRC, Mhandisi Masanja Kadogosa, pamoja na kulipongeza bunge kupitisha bajeti ya Wizara ya Uchukuzi, amesema ujenzi wa miundombinu ya reli sasa utaenda kwa kasi kubwa. Tuna sehemu kubwa sana ya bajeti. Tunazungumza zaidi ya trilioni 1 plus inaenda kwenye reli, ambayo ni zaidi ya nusu ya bajeti ya wizara nzima ya uchukuzi inakuja kwetu. Kwa hiyo ina maana gani? Maana yake ni kwamba ujenzi unaendelea.
Pesa za serikali huwezi kuzitumia mpaka bunge litakapopitisha. Kwa sisi kwetu, kwa watu wa reli, ni kitu kizuri, kwa maana inatuhakikishia kwamba ujenzi unaoona unaendelea, basi tunaendelea. Hatujafika Kigoma, tunatakiwa tufike Kigoma. Hatujafika Mwanza, tunatakiwa tufike Mwanza. Na sasa hivi kama mlivyosikia, tunaanza ujenzi mwingine wa kuelekea Burundi. Kwa hiyo bajeti ina maana hiyo kwetu sisi kama watu wa reli. Hata hivyo, mkurugenzi huyu wa TRC amesema wanafikiria kuongeza idadi ya treni kwa ajili ya kutoa huduma kati ya Dodoma na Dar es Salaam na Dar es Salaam na Dodoma. Treni zetu zinazotembea, unakuta wakati wa mchana hatuna treni nyingi sana. Kwa treni moja ya saa 8 inatoka huko. Kwa sababu mchana bado tuna vitendea kazi ambavyo tutakuwa tufanye test and commission. Kwa hiyo tunatakiwa mchana ile masaa 6 wakati mpaka 8 tunawaachia wenzetu kufanya testing. Tukishamaliza hizo testing commission za mabehewa, tutaanzia na treni zingine za mchana. Mdada za kutoka Dar es Salaam inaweza kanatoka saa 6, saa 7. Lakini kuna jambo lingine vile tuna mpango wa kuongeza treni, kwa sababu kwenye high peak, kama mnatufuatilia sana, tunakuwa na wingi wa watu kuanzia Ijumaa mpaka Jumatatu. Kwa hiyo Ijumaa hiyo, Jumamosi, Jumapili na Jumatatu. Most likely unakuta watu wanaenda Dar es Salaam. Siku ya Jumapili pengine labda jioni wanarudi Dodoma. Au siku ya ile asubuhi kabisa ile wanawahi kazini. Kwa hiyo nafikiri hizi kwenye high peak tutaongeza treni. Lakini kwenye low peak hatujaona sababu, kwa sababu ukiangalia average yetu inakuwa labda wakati mwingine labda 60, 70. Kwa hiyo unajua ni biashara kama biashara zingine. Huwezi kuongeza trend for the sake ya kuongeza, mpaka tuwe na mahitaji. Lakini tunaona sasa hivi kwa mahitaji tulivyoangalia ni hizi nilizosema high peak. Kuanzia Ijumaa na Jumatatu na tutaongeza trend. GMTV Dodoma.